Sasa leo kwa hapa tuangalie kitu kimoja kinaitwa inflation, yani kwamba mfumuko wa bei, yani ni asilimia ngapi vitu vinapanda bei. Kwa mfano sasa hivi unaona ni 4.2 kwamba kama una kitu kinachouzwa shilingi 100 sasa hivi, basi kitapanda bei kwa shilingi 104 mwakani. Unaona? Kwa hiyo sasa kwa mfano hii target money box ni target ni asilimia 4, yani kwamba benki kuu yani Gavo wameweka asilimia 4 kwamba ndo target yao. Wakishavuka hapo wanaanza kupanic, wanasema wewe inakuwaje wewe. Lakini ikiwa chini ya hapo wanakuwa na kwenye amani. Kwa ikiwa inapanda inatoka kwenye asilimia 4 wanakaza uchumi ili ishuke, na ikishuka wakiona inashuka sana wanalegeza uchumi, kwa sababu mfumuko wa bei sio kitu kibaya, sababu kama kitu akipandi bei na maisha nayo upata faida. Yaani assume hisa zako ni shilingi 100 kila siku. Kwenye uchumi wetu sasa hivi yani hii ndio kinafaidika, lakini kwa ikizidi sana bei balansiwe fulani. Kwa tukana hesabu zao muona 4 nzuri. Kwa hiyo ukiona kwa mfano hapa ilikuwa ni mwaka 2022 kilichomoza tu kidogo hapa wakakaza. Umeona wanafanya na kuwa less accommodative, yani kwamba wanafanya uchumi na kuwa sio wezeshi sana ili mfumuko wa bei ushuke. Sawa? Ukiangalia hapa, umeona money supply na nini, implementation of less accommodative imesaidia kwa line lakini umeona kwa hiyo ni mwaka 2022 23 ndio kipindi hichi ambacho hichi 22 23 hichi kwa anakuwa na apply less accommodative. Lakini ikishuka chini, ikiwa huku chini huku wanafanya na kuwa more accommodative. Yani kwa mfano mwaka 2020 huko leo tuangalia hata hapa nadhani 25 24 2020 huku chini. Tuangalie kwa mfano hapa. Umeona the conduct of monetary policy during 1920 remained accommodative in order to support nini na nini. Umeona 1920 ndio kipindi hichi ambacho hichi 1920 hichi kwamba tupo ndani ya box. Kwa mambo shwari. Sawa? Kwa 1920 mambo yanakuwa shwari. Sasa mambo yakiwa shwari inamaanisha nini? Inamaanisha wao wanatoa fursa kufanyaje ya uchumi kukua, kuongezeka kidogo. Umeona? Kwa mfano hapa of course kuna muda ilipanda ikashuka. Ilikuwa inapanda kwa kasi lakini ikashuka. Japo hichi kipindi overall kikiangalia kwamba 2021 yani 2021 kwa mfano hapa. Umeona? Ilipanda. Yani kwa mfano hapa unaona 1920 ilianza kupanda. Hii hapa ni chart inaitwa Tanzania All Share Index. Yani Tanzania All Share Index ni kwamba wamechukua hisa zote za Bongo, wakazipigia hesabu, wakaziashumu kwamba hizi hisa zote za Bongo bei zake tukiziweka kwenye chart moja inaonekanaje. Kwa mfano ukiona 1920 ilianza kupanda, hisa zilianza kupanda, ambao ndio hichi kipindi hichi ambao inashuka. Yani kwamba tunaingia kwenye box. Simone, lakini baadaye ikaanza kupanda, ikaanza kutishia kama inatoka nje ya boxi, hisa zikashuka tena kidogo. Lakini kuendelea kucheza ndani ya boxi hivi, hisa zikaendelea kufanyaje? Panda. Na zikitoka nje ya boxi 22 zinafanyaje? Zikashuka. Kwa hiyo ndio michezo inayochezwa. Umeona? Sasa huwa wanafanya hivi kutokana na hesabu zao. Umeona wao ndio wenyewe ni wazee wa kazi. Kwa wana hesabu zao, wanafanya mambo yao. Kwa hiyo sisi cha kufanya sisi tunaangalia tu wanachokifanya wao, afu wanatuambia tunafanya hivi. Sisi tuangalie tunajiposition vipi. Sasa hizi kwa nini tunajifunza hii? Tunajifunza hii kuangalia kwanza kitu kwanza ambayo nikiongea ni kwamba hii mfumuko wa bei sio kitu pekee cha kuangalia ili kuangalia bei za hisa. Sawa. Lakini ni kitu kimoja cha kukiangalia ili uweze kuangalia ni sehemu gani wanapoelekea, kwamba wakianza mikazo ikitoka nje ya boxi wao wanakiangalia kinawasaidia na wanaanza kufanya mikazo. Wakishaanza kufanya mikazo hata mahisa huko ambao tunategemea sisi kupata mafaida zinakuwa hazifanyi kitu chochote cha maana. Umeona? Lakini ikikaa chini kwa muda mrefu kwenye box wao wanapata uhuru wa kuachia hela, ndio maana tunaona hisa zinapanda hivi. 24
25 hapa 24 25 tumecheza ndani ya box. Kwa hiyo wao wanasema bana, tuko ndani ya box kwa muda mrefu, hebu tuachieni mzigo. Wao washikaji wa enjoy maisha. Ndio maana tunapata hisa zinapanda. Sawa. Sasa wakishaona zinaanza kupanda, zinachomoka, yani mfumuko wa bei umeanza kuchomoka. Yani umeanza kuchomoka kuanzia lini? Hapa Mei, mwezi wa 3 mwaka huu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, vitu vimeanza kupanda ghafla. Na kutokana na nadhani ni mafuta. Sawa? Umeona? Ndio hapa mwezi wa 3, hizi ni hisa hizi. Mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Yaani hisa zenyewe zimetulia. Zinasikilizia, oya, vipi, kitu gani kinatokea? Umeona? Kwa hiyo hisa zenyewe zinatulia. Hizi ni hisa zote hizi. Hisa zinatulia. Na ndo kipindi hicho mfumuko wa bei unapanda. Sasa wao wanaogopa kwamba hichi kitu kivu speed ya kupanda inaweza katokea kama mwaka 2010. 2010 kwenda 2011 kiliwaka mazee, kiliwaka. Enzi hizo hapa tunaangalia nani hapa. Kisoma hata hizi Jamii Forum jamaa 2010. Hata hizi Jamii Forum jamaa 2011 anasema nini? We are heading kama Zimbabwe dollar situation. Tuangalie, yani muone watu wako wanalalamika, muone. Kwa inakuwaga hivi. Muone 2011 viwango vipya vya nauli. Wamiliki wa daladala kwa atakaongeze nauli kwa mara 2. Lakini hawa Sumatra wakapandisha kwa 17%. Muone. Kwa wani uwaga ina mambo yanakuwa sio mazuri. Kwa ndo maana sio vizuri hii kitu kipande huku juu. Hata ukiangalia dola inakuwa inacheza sana. Kwa sasa hii itatusaidia nini kwenye hisa? Yaani kwenye hisa ni kwamba if ukiona imetoka nje ya ile box letu lile, ujue hao watu na wenyewe wataanza kupunguza matumizi, yani kubana matumizi. Yaani kwa mfano ukiangalia hapa sasa hivi hapa, mwaka huu sasa hivi washatangaza kwamba tunafanya less accommodative kama nilivyoonyesha. Naangalia video iliyopita. Unaona hapa kwa mfano Aprili 26, muone wataanza kufanyaje kutumia usafiri wa mabasi madogo ili kupunguza matumizi ya mafuta na gharama za uendeshaji. Muone wanakuwa wanapunguza matumizi ili kukabiliana na changamoto ya uhaba wa mafuta, kupunguza matumizi ya serikali. Muone kwa wanakuwa wanapunguza matumizi. Sawa? Kwa mfano sasa hivi hapa hii kamati kuna sio ya serikali. Kwa sasa hii ikishatoka tu nje hapa, yani kikishacheza hapa hivi, stori za kupunguza matumizi, kubana sio nini zinatokea. Sasa kwa hizi zinaweza kuleta baadaye effect kwenye masoko ya hisa mdogo. Na wote tulikuwepo kipindi hichi cha 2015. Sawa? Hichi kipindi nakumbukaga wote mlikuwepo. Tusifanye kama tukuwepo. Hichi kipindi cha 2015 mpaka 17. Hichi kipindi hichi kulikuwa kuna vyuma vinakaza, yani mnakumbuka mlikuwepo. Umeona? Gen Z ndio kwa shuleni shida saa ngapi? Umeona? Lakini mlikuwepo, mnakumbuka hichi kipindi mambo yalivyokuwa yanakaza, vyuma vinakaza, matumizi yalikuwa yamepunguzwa kwa asilimia kubwa sana. Ushaelewa? Kwa ikiwa huku inatoka hivi matumizi yanapungua, yani au mmejisahau. Hii hapa ni kwa nabana. Umeona? Ilikuwa nabana mzigo ufanyaje ushuke huku chini. Umeona? Sasa kwa hiyo hii ndio kitu kinachokuwa, ndio inavyokuaga, yani kwamba mambo yakiwa yanatoka nje ya ile box hapa, au majamaa wanakaza, wanapanic, wanakaza. Na jinsi inavyozidi kupanda na jinsi inavyozidi kukaza. Na wakikiwa wanakaza kipindi hicho, wakati wanakaza hisa na zenyewe zinakuwa hazifanyi vizuri kiasi hicho. Yaani kwa mfano ukiangalia 15 mpaka 18, umeona? Yaani sasa ukiangalia kwa mfano hisa ya CRDB naitumia kama mfano kwa sababu watu wengine mnaipenda. 15 mpaka 18, umeona? Ilishuka kishenzi, yani kutoka shilingi 500 mpaka shilingi 90 huko. Umeona? Kwa sababu gani? Kwa sababu huu mzigo hapa ulikuwa juu mno. Alafu wakaanza kukaza, yani wakaanza kukaza kweli. Umeona? Kwa sasa
hivyo ndo jinsi vinavyotokea. Kwa mfano simuona muda wote imekaa juu ya target kwa muda mrefu. Alafu kitu kingine ni kwamba wanaweza akatangaza kwamba tunaanza kukaza, then ikachukua muda kutokana na policy na sera, kwamba wakaanza yani kukaa kabla hawajaanza kuifanya ile serious, kwamba wao mazee tukaze mazee. Umeona, anaweza kaja mtu sasa akafuatilia ile policy kama ile sera kama ilivyo, mzigo kapiga mzinga hapo hapo. Kwa kuna mambo mawili, inaweza kutangaza kwamba tunaanza mikazo, lakini uchumi ukaendelea bado kuperform kama hamna kitu kilichotokea, then baadaye ndio kaanza kuona effect. Umeona sasa hapa kipindi chote mikazo ilikuwa inaendelea yote, kipindi chote iko juu, sera ilibadilika, afu akaja mtu ambaye anapiga pini. Umeona sasa, kwa ndio maana mambo yakawa yameshuka kirahisi. Kwa mfano hapa, yani hii 2011 hapa mikazo ilianzia huku, mfumuko wa bei umeshuka chini 2011, mzigo unashuka chini, lakini wakawa wanataka ikandamize, washindilie ingie kwenye box hapa. Kwa hapa ndo nguvu kubwa ikafanyika, kwani kuanzia huko juu nguvu kubwa ikafanyika mpaka ikashuka chini. Kwa umeweza kuona tofauti kwamba tukiwa kwenye sehemu nzuri, kwamba tukiwa ndani ya boxi ili target yetu 4% ya mfumuko wa bei, hisa washikaji wanalegeza, hisa zinaweza kuperform, na ikiwa juu ya hapo wanafanya mikazo ya nguvu, muone mzigo wa hisa unaweza kushuka. Kwa mfano sasa hivi hapo muone, kuanzia mwezi wa 3 hisa hazijui ziende wapi, zimekaa zinasikilizia. Na ni kuanzia mwezi gani huu imetoka nje ya box? Ni mwezi wa ngapi huu? Ilianza kupanda hapa mwezi wa 3. Mwanzo kupanda mwezi wa 3, wao wakaanza kushtuka. Kwa nini ikipanda ni hiyo wanapanda? Kwa sababu wanunuzi wakubwa, kama nilivyosema, wanunuzi mataikun wanaonunua ama vitu kwa billions, wanafuatilia madude. Umeona sio sisi imepanda Turukia, lakini hao wanafanya vitu kwa hesabu, na hesabu zinawaambia bana, hii kitu bana tusubiri, mfumuko wa bei umekuwa mkubwa. Kwa sasa mfumuko wa bei ukishuka, utaona hisa zinaendelea kupanda sana. Lakini sije utashukaje? Ukishuka natural kwamba dunia itulie, yani mambo yatulie, sio Trump aache kelele na nini, mambo yatatulia. Lakini mfumuko bei ukishuka kwa kusukumwa, kwa kukazwa uchumi, hisa utaona zinatetereka. Umeona? Kwa sasa hichi kitu kinachofanya kinasaidia nini? Mikazo ikishakuwa mingi, hisa zitashuka, zitaanza kupoa, ndio tunanunua. Then wakisema wanaachia, mzigo zitaanza kupanda, sisi ndo tunafanyaje? Tunauza. Sawa? Ndio hii jinsi inavyotumiaga mfumuko wa bei. Kwa hiyo unatusaidia sana kuweza kuanalyze kitu kinachofuata. Na sasa hivi hii imeshatoka nje ya boxi, paka ametoka kwenye box, the cat is out of the bag. Muone kinachofuata nini? Wameshaanza kukaza, wamesema tunafanya nini? Less accommodative. Wametoa hapa, wamesema bana, tunaanza kukaza kwa sababu mzigo umeshatoka nje ya box. Sasa watakaza kwa ugumu gani ndio utadetermine hisa zitashuka mpaka wapi. Na watu wengine wanasema wanategemea hisa kwa mfano CRDB ishuke mpaka shilingi ngapi huko chini kabisa kule, irudi hisa ya CRDB sidhani kama itashuka mpaka shilingi 90 sasa hivi, yani sidhani, kwa sababu kwanza shilingi 90 ya sasa hivi, shilingi 90 ya zamani kwa sasa hivi ni shilingi hata 120. Kwa hiyo tusitegemee itashuka sana, lakini itashuka endapo wakifanya mikazo ya ukweli. Umeona yani? Kwa ndio hivyo jamani. In short ndio hivyo. Yani I hope mmeelewa, mmejifunza kitu kuhusu hizi times. Siku nyingine mnikumbushe nituelezeane kuhusu bond. Umeona, hii ni system ambayo nilitengeneza kufanya kuanalyze bond. Sawa? Kuna kitu tutajifunza kuhusu bond ambacho tutakiangalia pia. Hizi bondi zinasaidia nini kwenye uchumi, na tunajifunza nini kwenye bondi, na bondi huaga ni kitu gani, na jinsi ya kuzisoma hizi bondi. Hii ndo siku nyingine tutapitia hichi kitu. Sawa, hii ni system nimetengeneza mwenyewe na itumiaga in house. Kwa ndio hivyo jamani. In short ndio hivyo. Yani I hope mmeelewa, mmejifunza kitu kuhusu hizi mfumuko wa bei, na mnaweza kuangalia jinsi gani inaweza kuaffect maisha yetu ya kawaida. Sawa? Nauli zilikuwa shilingi 100, zikaja shilingi 200, zikaja shilingi 400, 600 sasa hivi kujero. Kwa mfumuko wa bei unatumikaje kwenye
hisa. Kwa next time siku nyingine mnikumbushe ni tuelezeane kuhusu bond. Umeona, hii ni system ambayo